Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! That the government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Swala ambalo ningependa kujadili hapa hii leo ni kuhusiana na Mama Aida finally ameweza kukubali kukuwa balozi wa Kenya katika UNEP. Na swali ambalo tunajiuliza na anajiuliza hapa hii leo, imeleta picha gani? Imeleta taswira gani katika siasa za Kenya? Kwa upande mmoja wanahisi kwamba kama vile Taifa Leo ameiweka kwamba Mama Aida amekubali ama ameingia katika ndoano ya rais, na wengi walimsihi kwamba asikubali wadhifa huo. So what happens now that amekubali? Thank you very much those who have congratulated me for this new appointment. To me, it is an honor and I'm happy about it. Wengi wanasema yeye kwa licha kwamba kwa siasa hayupo sana, lakini yeye huwa behind the scenes ya chama cha ODM, na wale wako ndani ya siasa hisi kwamba sasa ni ameweza kunyamazishwa kwa upande mmoja. Sasa hawezi kuwa ni mwenye kuongea sana katika chama hichi cha ODM kwa sababu sasa tayari yuko ndani ya serikali. Wewe unaona vipi? Unasemaje swala nzima hili la Mama Aida kukubali ubalozi wa UNEP? 0713-113-129 0739-766-7. Let's talk. Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! That the government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Brian anauliza ni tamama ni kusota. Mbona mama akubali? People thought she would reject it. Crazy people. Na wajuaje anasema nisema you guys are just stating everything. Sema mama mean pinyi, sijui na maanisha nini. Sema Raila family never learn. Another second setup to the family. Anasema hizi kelele za ODM ni njaa tu inawasumbua. Good morning. Good morning. Ja tena. Mama namna gani? Mambo kwema kabisa, nashukuru. Yes, Mama Aida amesema mimi nimekubali kwa mikono yote miwili. Nimekubali wito wa rais wa kuwa balozi wa UNEP, and she said this. Thank you very much those who have congratulated me for this new appointment. To me, it is an honor and I'm happy about it. Nani alipewa kazi na Katai by the way? Na ukiangalia pia ile kazi amepewa. Yes. Amepewa kazi ambayo
hata kama ni naibu ni William Ruto amempa rais wetu, ni kazi ambayo ni ya UN. Na ile kazi yeye mwenyewe alikuwa anafanya hapa Nairobi. Atakuwa anafanya Nairobi, lakini yes, ikibainika kwamba UN wamekuwa pia wakati Raila Odinga alikuwa pia walikuwa na uhusiano mzuri. Nakumbuka kuna wakati mmoja aliweza kupewa infrastructure Africa kama hiyo ilikuwa ya by the. So UN kupewa hiyo kazi ni kazi ambayo tunasema yeye mwenyewe angekataa. Ikibainika kwamba kuna wale ambao wanasema ni kama ndoano. Ameweza kutekwa nyara na so ni setup. Ni setup ndio anyamaze. Kwa sababu kuna ile migogoro iko katika ODM ambapo pia Ida Odinga kama mama wa wale watoto na bibi wa Raila Odinga atakuwa na ushawishi mkubwa kuwaambia watulie. Yes. Na kama sivyo, labda sijui ni njia gani nyingine UDA wataweza kutumia ili kuweza kuweka ODM katika mfuko ama kuweza kuwa support 2027. Ikibainika kwamba juzi tulimsikia Oburu akisema kwamba hatufukuzi mtu katika chama. Aliweza kusema hatufukuzi mtu katika chama kwa sababu hata wale ambao ni waasi ama wale ambao watuungi mkono katika broad based ni wetu, tutaweza kuwafukuza, lakini tutaweza kukaa nao katika chama na tutaweza kuitisha NDC hivi karibuni ili tuweze kutatua ile mizozo na tuweze kupeana ile direction. Before NDC walisema wataitana kikao cha familia. Kikao cha familia ni kama waliweza kukutana na Oburu. Na lakini ni kama unajua kukutana kwa familia si lazima mkutane physical. Wanaweza kuwa walikutana tu virtual pia. Wakaweza kusuluhisha yale mambo yaliyokuwa baada ya ule mkutano ulikuwa pale Kamkunji. Yes. Na Oburu aliweza kusema hatafukuza akina Sifuna akina Babu. Nakumbuka hiyo jana kulikuwa na mikutano sawia Nairobi, kulikuwa na mkutano wa akina Babu na Sifuna. Na kule Kisii yes, kulikuwa na mkutano pia wa kina Oburu Odinga na wale wengine ambao wanaunga mkono broad base. Lakini ikibainika kwamba wale ambao wanakatalia ama hataki mambo ya broad base wako na kila mtu ako na ile sababu yake. Na niliweza kumsikia pale Gladys Wanga akisema ODM ni chama yetu, ni chama ya wananchi. Na ile kitu wanafaa kufanya ODM ni waende kwa wananchi, amuulize ni vipi nani asomo nataka akue anapeperusha bendera 2027, mbali si kuingia katika serikali ambayo labda kwa mtazamo wa Kenya wengi imefeli. Ukiangalia matukio ambayo yanaendelea katika nchi yetu ni matukio ambayo labda wengine wataweza kusema yataenda sawia na matukio ya mwaka 2007, mwaka 2008, kwa sababu hakuna haja wa Kenya wameenda kuabudu katika kanisa vizuri, alafu wanapigwa tear gas. Ni kama watoto wadogo wamekosea wapi? Na hapo ndio nauliza Mungu, hao watoto wamekosea wapi? Na pia wale wazee wako pale wamekosea wapi? Kama ni Gachagua si wamgoje pale mama wa MU Mothers Union wanakimbia huko. Lakini sasa la muhimu ni wangemgoja Gachagua kwa sababu bila shaka lazima angeweka mkutano nje pale Othaya. Alikuwa na mkutano Nyeri County. Wangemgoja tu huko tu waweze kumpiga tear gas yeye na wale wa Kenya ambao walikuwa wamekuja kwa mkutano, lakini kanisani hapana. What sababu wengi wanahisi kwamba labda ni kitu kimestajiwa. There is more to that. Una stage mpaka wewe mwenyewe unatoroka. Mpaka unapita nyuma ya fence tena unashikua fence ndio uruke. Hayo there is more to that jameni. Hatuwezi sema Gachagua amepanga hiyo. Na juzi nimesikia kwamba pia huo mkutano uliweza kupangwa Nairobi. Huo mkutano ama wale waliweza kuja kushambulia waliweza kupangwa hiyo Ijumaa kule Nairobi. Na wamwekelea bibi ya nanio. Bibi ya nani tena? Bibi ya rais. Wanamwekelea bibi ya rais ndiye amepanga hii kitu yote. Wacha tu tuseme. Okay. Ni swala ambalo ni ngumu sana kuelewa. Wazi ngumu nasi kwa 0796666766 au 7131133129. What happens to ODM? Sababu wanahisi kwamba mama Aida huwa na ushawishi mkubwa katika ODM. Na kwa hiyo yeye kuingia kwa serikali anaweza ingia na akawa bado ameshika kamba upande wa wanawe. Ni ngumu sana kwa sababu ukiangalia yule Winnie Odinga
Winnie ndiye alikuwa kipenzi cha baba. Ndio. Na kwa mfano kama kipenzi changu ule ni ule msichana wangu ama ule kijana wangu. Yes. Nitajaribu kumsikiza sana kwa sababu kuna yale maneno waliweza kuzungumza na babake ambao mengine labda alizungumza katika huko ametoa siri the other day akasema Winnie hakuwa wakati baba alimuita. Maverick amesema Odinga alimpigia Winnie akamwambia bwana hii tumor imeexit. Na badala ya Winnie aje akaendelea na shughuli zake kule US. Lakini Winnie mwenyewe si aliweza baadaye. Na aliweza kuja na akakuwa ni anashughulikia babake. Na ukiangalia kwa pakubwa. Yes. Winnie ndiye anajua mambo mengi ya babake. Na huyo Gage mwenye anafungua mdomo kila siku, baba aliniambia hivi. Hata vile najua si hata Nuru Okanga amesema baba amemwongelesha kwa doto. Yes. Mara nyingi anasema baba ameniambia hivi tufanye vile. Lakini sasa yote hatuwezi tukasema ati ni kweli kwamba hao wameongeleshwa na baba. Lakini baba alikuwa na yale yake. Msichana wake akona yake, Ida akona yake. Sasa wacha tuone vile itakuwa ifikapo hiyo tarehe 1. Ni tarehe 1 Februari. Ndio kutakuwa na kikao cha familia. Yes. Nafikiri kwa nini watuambie? Na kwa nini watuambie mpaka tarehe yenye watakuwa na kikao cha familia? Now it is a national issue. National issue in a family. I think mwisho yote huu mzozo utaelekea kuvunja hiyo familia. Na wengine wataweza kukaa kando na mahali naelekea si mahali pazuri mpaka mnasema ile siku ambayo mtakuwa na mkutano kifamilia. Ni heri wangefanya wakiwa wamenyamaza, watokee kwa surprise waseme sisi kama familia tumekubaliana, lakini kusema kwamba tarehe 1 tutakuwa na mkutano kama familia. Maybe kama familia kuzungumza ya ODM, si kama familia kusuluhisha ya familia. Si wote ni ODM. Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! The government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Lakini yeye kwa sababu ndiye mkubwa anafaa kuwaita hawa na kuzungumza na kuelewana tu. Hakuna jambo la kuweza wasifanye ODM iwakosanishe kama familia kwa sababu kuna maisha ya kesho ambayo labda ODM haitakuwepo, lakini maisha lazima itasonga. Haya, when your old uncle starts to address you directly katika rallies unaambiwa umegusa mahali na nafikiri kama kweli chama cha ODM si chama cha familia, wanafaa nani ajiondoe, kae mbali. Nani ajiondoe? Oburu atajiondoa vipi? Na waliweza kumchagua kama nani, kama party leader kwa sasa mwenye anashikilia. Lakini I'm looking at this scenario kwamba ifikapo NDC wakati wataamua kwamba wataenda katika NDC, natumai wanaongopa kuita NDC mapema kwa sababu hiyo NDC inaweza vunja chama ikibainika kwamba 2020 wanataka tu kuendelea kusikiza ground. Lakini hiyo kusikiza ground ujue kwamba wapiga kura wenye wako katika ODM ndio wenye chama. Yeah. Wale ni viongozi tu ambao ni drivers of the political party, but kuna wale ambao ni wenye chama ambao ni wananchi. So la muhimu ni wa ODM waweze kusikiza wananchi na kusikia vile Sifuna na akina Babu wanazungumza. Wanajua vile mwenye chama ambaye mwananchi anataka ground. Yeah.
So usiposikiza ground mambo yatakuwa ni hali ya 2024 ya Gen Z. Haya, tutakuwa kurudi baada ya muda mfupi. Hii ni Mid FM, baraza la vita. Tutakuwa tunapata song of the hour courtesy of KCNP, na baada ya pale tutakuwa tunaendelea. Song of the hour coming up shortly, courtesy of KCNP, na baada ya pale tutaendelea na mazungumzo hapa ndani ya Vita Breakfast. Aida amekubali kuwa balozi wa UNEP. Je, inaleta taswira gani katika siasa za ODM? Inaleta siasa gani katika ama taswira gani katika siasa za kitaifa? Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! That the government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Right, ODM na mama Aida kupokezwa pale Lee Njamvi, na kuona Kennedy Siamito, Linus, na kuona McLean, na kuona Elvis, na kuona Kaka Sude, Sio Willy, na wana nyote mumo ndani, Faruk Ezra, Charles, na kuona Elvin Zai, na kuona Representative E Koech. Good morning, mambo namna gani? Inakuwa kwaje? Tunazidi kuzungumza hapa swala nzima la ODM. Na kabla tujamalizia nimeona Kiambu Senator Thangwa Galangu, anaitwa Senator Karungo wa Thangwa, anasema unlike public rallies, churches are easier targets. He claims there is a plan to ensure people are afraid to go to churches when Gachagua is set to attend. Kwani yeye ako pande gani? Si Thangwa yako karibu sana na Gachagua ama? Na pia niliweza kuona gavana hiyo ya yesterday it was not a stage. Hakuna venye tunaweza stage manage. Na by those police were not in uniform. Na ingekuwa ni stage manage, sidhani kama gari ya polisi ingetumika, kwa sababu pia wewe utahofia kufutwa kazi. Kumbuka Murkomen aliweza kujitokeza, ambaye ni waziri wa usalama wa ndani, akaweza kusema wataweza kuchunguza kitendo kilichotokea jana. Na siwezi nikasema ni stage manage, kwa sababu tumeona na tumeshuhudia kwamba gari la polisi lilikuwa pale, bunduki, risasi ziliweza kutumika, vitoa machozi ziliweza kutumika, na sidhani kama kuna polisi anaweza stand manage na Gachagua as it is now, kwa sababu atahofia kufutwa kazi, na ukifutwa kazi unajua utapotea. So I think pia Murkomen sikusikia akisema ni stage manage. Waliweza kusema wataweza kuchunguza. Wanachunguza nini? Na kuuliza there kama hata watu, sababu hata Gachagua alipeana number plate ya gari, sio gari inajulikana ya police station gani, waende waseme nani aliwatuma. So hakuna kitu ya kustage manage, iliweza kutendeka vile. Na ukiangalia wengi ambao wanapinga serikali ambao iliyopo sasa, ambapo tumeweza kushuhudia pia Wamatangi ambaye ni gavana wa Kiambu aliweza kuzungumza hiyo jana pia, wiki kadhaa baada ya kuweza kupoteza mali yake kupitia ule bomoa wa pale. Aliweza kusema kwamba lile gari lake liweza kupotea, kuharibiwa pale, gari lililokuwa amenunulia mamake, na akasema hiyo kazi alianza kitambo 40 years ago. Inakuja kuharibiwa na siku moja. Kazi ambayo yeye mwenyewe ameifanya, ameisimamisha kwa miaka 40, imeweza kuharibiwa na siku moja. Na akasema anawaachia Mungu, kwa sababu yeye anaamini kwamba watu wa Kiambu kama atawafanyia kazi wataweza kumchagua, bali sio siasa mbaya ambayo inaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ODM, na pia kuna mtu alikuwa anasema huenda Cleophas Malala akamtoroka Gachagua, but naona bado wako sako kwa bako.
Hawaachani. Hawaachani, hata jana walikuwa pale kwa ile press. Wakipigwa tear gas. Na si Oburu alisema wacha yeye apigwe tear gas. Wamezoea wao walikuwa aliweza kuizoea. Siasa za Kenya hatari sana. Right, tutakuwa tunamaliza shughuli hapa ndani ya Baraza la Mvita na very short while. Wanapwani tuko pande gani ikiwa siasa zinashika kasi, because wengi wanahisi kwamba Pwani can be a block ambayo inaweza amua nani atakuwa rais if tutaungana. Pwani? Yes. Pwani ukiangalia kwa mtazamo wangu na kwa mtazamo yule msikilizaji pale nje, Pwani ni eneo ambalo wengi wanasema ni kama imetegwa kisiasa. Ndio. Lakini sivyo, kwa sababu ukiangalia speaker wa Senate anatoka Pwani. Ukiangalia pia waziri wa madini Pwani, waziri wa michezo Pwani. Na hatuwezi tukasema tumetengwa. Tuko katika serikali na ukiangalia tuko kwa broad-based. Na ukiangalia Hassan Ali Joho ndiye yule ambaye ni kiongozi ambaye amepigwa upato Pwani. Na ukumbuka kuna wakati mmoja Junet akiwa katika show katika kituo kimoja cha runinga aliweza kusema kwamba Joe ndiye atakuwa rais wa kwanza wa Kiislamu. Na akaweza kusema Joe is a good man. Na kama ODM atasema Joe apeperushe bendera 2027, kama mazungumzo yao na UDA hayataweza kuwa ya kuzoa matunda ama ya kupatana. Akasema ODM ikimchagua Joe anaweza kuwa rais wa Kenya na is such a smart guy. So aliweza kusema hayo. Na hizo biashara zake? Biashara zake zinasemekana. Biashara zake unajua ni kusema. Kuna mambo ni mawili. Kuna kusema na kuna ile hali halisi. Yes. So sisi katika kuzungumza tunaweza tukazungumza mengi, lakini yeye ndiye anajua biashara zile anazozipiga ni biashara gani. Na kama kuna Wakenya ambao wanajua kuna biashara wanapiga, bila shaka mimi sijui, na labda kama wanaweza wakadhibitisha, lakini yote tisa naweza kusema tu kama Pwani tutasimama na tuweze kukua na chama ambacho ni chama cha Pwani. Tuache kule inaitwa ni kudoea. Tuache kudoea vyama vingine. Tungekuwa tunasikizwa na tungekuwa na mawaziri wengi katika serikali ya Ruto. Lakini ukiangalia chama ambacho kilikuwa Pwani ilikuwa ni PA ikamezwa na UDA. Sasa hivi tunapozungumza hakuna chama ambacho kinaunganisha wa Pwani wote. Na wengi wako ODM, lakini ODM ni chama cha Pwani. Ni chama cha kitaifa, ni sawa, lakini kumbuka kuna ile chama something we are bringing to the table. Kwa sababu tukiwa na chama cha Pwani tutaweza kusikizwa. Tukiingia kwa coalition, tunaingia kwa coalition tukiwa na party from coast. Lakini as we speak now, hiyo ndio jambo ambalo ndio changamoto kubwa ambayo tunapitia kama Wapwani. So wale viongozi wa Pwani wanafaa kuamka na kuweza kuangalia kama tunaweza kuwa na chama cha Pwani. Tukianza ku negotiate kama vile ODM ina negotiate, tukue kwa meza ya kuweza kugawa ile national cake.